Destiny ni mwanamke ambaye anaishi maisha ya kitajiri mno. Mbali na yote hayo, ana masharti kinoma yani. Ukifanya naye kazi hakikisha unashikilia moyo wako vizuri. Sasa leo gari yake imezingua, kwa hiyo akarequest gari ili ije mpeleke ofisini. Mchizi ambaye alikuja kumchukua anaitwa Osaze, anaongea kupita maelezo yani. Sasa madam baada ya kuingia ndani ya gari, hali ya hewa yo ndani ya kuipenda kabisa, maana mara ya mwisho mchizi kuisafisha gari yake ilikuwa siku 2 zilizopita na nini vitu kama hizo mtu wangu. Lakini bibia kwa sababu alikuwa amechelewa sana ofisini, ikabidi aende tu, maana hana muda tena wa kusubiri asafishe na nini. Noma sana mazee. Lakini njiani Osaze alikuwa busy anaongea na simu muda wote kwa sauti kubwa mno. Hiki kitu Destiny ya kukipenda kabisa, akafoka kishenzi yani. Vipi kama ikipita gari mbele katugonga na uko busy na simu tu? Madam usijali, nitakufikisha salama kabisa ofisini kwako, usijali we madam, usijali. Haikuchukua muda tena simu ya Osaze kaita. Destiny alimind kinoma, lakini mwana hajali wala nini, alikuwa anaongea kwa vibe kinomu na mbiwa. Walipofika ofisini, Destiny akaweka rate ya nyota 1 mazee. Sasa Osaze akashangaa, kwa nini kawekewa nyota 1 na kamfikisha salama kabisa? Alifoka kishenzi na mbiwa, maana ukiwekewa nyota 1 tu unaweza kupokonywa gari au ukafanywa chochote kile na mmiliki. Lakini Destiny akaongea kwa dharau kishenzi na mbiwa, kisha akasipa zake ndani. Noma sana hii. Huyu bibi hapa anaitwa Elena, ni jirani yako Osaze, anampenda kishenzi Osaze. Yani muda wote yeye anakuja kujitongozesha tu na nini, lakini mchizi mpendi kinome Elena, na kashaonyesha kabisa kuwa mpendi mazee. Lakini bibi haelewi kitu. Kwa sasa mchizi amenyang'anywa gari, kwa hiyo ameanza kutafuta kazi mpya ya kufanya mazee. Mara zote mchizi anapambana sana kutafuta kazi na nini. Sasa leo wakati anaenda kufanyia interview kwenye ofisi moja hivi, wakati akiwa njiani akamwagiwa maji mazee. Alifoka kishenzi yani. Ikabidi arudi kubadilisha nguo tu, maana akapigwa maji sijui ya ukoko yale yananuka vibaya mno. Hawezi kwenda na hii hali kufanya interview mazee. Noma sana hii. Basi bana, wakati anatoka tena akakutana na mwenye nyumba. Mwenye nyumba anataka hela yake. Osaze akasema atapambana amlipe. Mwenye nyumba akampa siku 3 tu, akishindwa kufanya hivyo anakuja kumtoa nje mazee. Sasa mwana alichelewa kufika kwenye interview, akaambiwa interview imeisha dakika 20 zilizopita. Alijitetea sana pale na nini, akasema kulikuwa na foleni sana na shetani alipambana sana kunizuia, lakini nikasema hapana, lazima nifike kwenye interview. Lakini yale maelezo hayakutosha kabisa, akafukuzwa hapa ndani. Mchizi akasema hili ndo tatizo la hii nchi sasa, hili ndo tatizo lenu nyie, ndio maana tuendelee kwenye hii nchi. Nina uhakika we ni mpambanaji kama mimi tu, unaota mapembe kwa sababu ya hii nafasi ndogo Hii haitabiriki, leo kwangu kesho inaweza kuwa kwako, halafu wewe mwenyewe ukaja kuniomba msaada. Kwa hiyo usinifanyie hivyo. Mr. Osaze, ukimaliza kuongea naomba uondoke, sawa? Chizi hana namna tena, itabidi aondoke tu. Osaze akatoka ofisini kinyonge mno, kakosa kazi kwa mara nyingine tena na hana kazi ya kufanya mazee. Noma sana hii. Wakati mchizi anaingia ndani akakutana na Elena. Akaulizwa interview imeendaje? Wamekupa kazi au watakutafuta? Wewe ndo shetani wangu wewe, kama wamekutuma waambie umenikosa, sawa? Mchizi hana muda kabisa na Elena, hampendi kishenzi yani. Sasa kazi yake ya taksi nayo imekula nyoya mazee. Kwa sasa hana gari tena na nini, na kila akiulizia gari yake anaambiwa imepelekwa garage mazee, na ajua ataipata lini na nini, na siku zinazidi kwenda tu anazidi kuchanganyikiwa zaidi, maana hapa anadaiwa kodi na kila kitu humu ndani hakuna. Sasa atafanya nini? Upande wa pili huku Destiny ana mshikaji wake ambaye wanapendana kinoma yani. Huyu mchizi anaitwa James, ni mtu wa maadili sana huyu. Sasa kutokana na kazi nyingi za Destiny, mchizi akamshauri kama vipi amwajiri msaidizi wake ambaye atakuwa anamsaidia kwenye kazi zake mazee. Bibi akasema atafanya hivyo sio muda sana. Noma sana hii. Sasa Osaze ikafika hatua akawa anamkimbia mwenye nyumba, maana hana pesa ya kumlipa mzee na nini. Kiswahili kikawa kingi mno, yani uongo unazidi kuongezeka kila siku. Noma sana hii. Mwenye nyumba hadi hapa kachoka kabisa ngonjera za Osaze. Mwenye nyumba akampa siku 7 tu alipe kodi na nini, la sivyo atatoa vitu vyake vyote nje. Sasa atatoa wapi hiyo pesa, na ikizingatia kazi hana? Kipengele ndo kiko hapo mazee. Sasa leo wakati amelala usiku akapokea simu, anahitajika ofisini, kuna kazi amepata. Mchizi akafurahi kinoma yani. Sasa kesho yake Osaze alifika mapema sana ofisini, akutana huyu bibi anaitwa Esther. Akaambiwa atakuwa anafanya kazi kwenye ofisi ya MD. Mchizi akaletwa kwenye chumba cha mikutano na nini, akapewa maelezo mengi mno. Kisha akafikishwa hadi ofisini kwa bosi wake mazee. Akapewa maelezo anapaswa afanye nini akiwa ofisini kwa bosi wake. Akaambiwa bosi wake akiwa anaongea hapaswi kabisa kumuingilia na hataki ongea na simu mbele yake. Mwana akadaka kila kitu ambacho anatakiwa kukifanya mbele ya bosi wake mazee. Noma sana hii. Mwisho naye akaletwa ofisini kwake. Osaze akashangaa kinoma, yani hii kazi inamfanya awe na ofisi yake kabisa. Noma sana hii. Osaze alipofika ofisini akashangaa kumwona Destiny ndo bosi wake mazee. Destiny naye alipomwona mwana akashtuka. Noma sana hii. Osaze akasema yeye ndo msaidizi wake hapa sasa hivi na nini. Pale Destiny akampigia simu Esther aje ofisini kwake. Esther alipofika akaulizwa, kwa hiyo huyu ndo umemwona mtu anafaa kwenye hii nafasi, si ndio? Esther akashangaa, huyu mbona ana vigezo vizuri sana, kuna shida gani tena? Pale Destiny akatoa agizo afukuzwe kazi mwana.
Kwa hiyo mchizi amekosa kazi mazee. Alijisifu kapata kazi ya maana, lakini mwisho katimuliwa hata kabla kazi hajaanza. Noma sana hii. Kwa sababu mchizi hana kazi na hana pesa, akaja kumwomba Helena kama vipi aongee na mwenye nyumba ili ampe muda kidogo wakati anajipanga apate pesa mazee. Maana anajua kabisa Helena anatoka na mwenye nyumba na anaweza kumshawishi vizuri tu akubali kumwongezea muda wa kuendelea kubaki hapa. Helena kwa sababu anampenda mchizi, ikabidi amkubalie ombi lake tu. Wakati Osaze anapambana kutafuta kazi, akashangaa kuiona gari yake ambayo alikuwa anaiendesha yeye mazee. Kuna mtu mwingine anaiendesha ile gari. Ikabidi ampigie simu bosi wake. Sasa bosi akasema anaweza kumpa gari yake mtu yoyote yule anayetaka. Kuanzia hapa yale matumaini aliyokuwa nayo kuhusu gari yamekufa rasmi mazee. Kwa hiyo mchizi kazi ya udereva imekufa tena. Hana tena hiyo kazi. Basi bana mwenye nyumba akamfukuza Osaze kwenye chumba chake na nini, maana ana pesa kulipa kodi hapa. Kwa hiyo mchizi akawa na mawazo kinoma yani. Baada ya muda Helena akamkuta mchizi anawaza kinomo na mbiwa, hajui aelekee wapi hapa na nini. Noma sana hii. Sasa ikabidi bibie ampe sapoti alale kwenye chumba chake na nini, mwana akuwa na namna tena, ikabidi akubali tu. Noma sana hii, maana ana sehemu ya kwenda. Usiku Helena akataka mchizi alale kitandani, lakini mwana akawa amegoma. Helena akampa msaada mchizi, kumbe alikuwa analake kichwani mazee. Mwana akawa amegoma. Bibie alikuwa anaitaka mambo mazee. Noma sana hii. Asubuhi ni mapema, mchizi akaamka akamkuta Helena anamwangalia tu. Helena akasema kuna ndugu yake anakuja hapa, kwa hiyo kama vipi atembee tu. Kwa hiyo bibie ikamfukuza mchizi kwa sababu alikataa kulala naye usiku wa jana mazee. Osaze naye hakuwa na namna tena, ikabidi asepe tu, maana hampendi kishenzi Helena. Noma sana hii. Huyu mchizi anaitwa Chike, ni mshikaji wake Osaze. Mwana ikabidi ampe msaada Osaze ili walao apate sehemu ya kukaa na nini, maana anatangatanga tu kwa sasa. Upande wa pili ku James anaendelea kuonyesha mahaba kwa kipenzi chake Destiny. Mchizi anampenda kinoma Destiny, unaambiwa. Destiny akiwa hapa akokota simu ya kikazi mazee. Akaambiwa dili lake ambalo alikuwa analisubiria amelipata mazee. Alifurahi kinoma yani. Chike kuna kazi ya design anaifanya kwa ajili ya kampuni moja kubwa sana hapa Lagos, lakini hadi hivi sasa ametengeneza sample nyingi sana, lakini zote zimekataliwa. Kwa hiyo kichwa chake hakisomi chochote kile. Sasa alipofika hapa ikabidi amsaidie mwanae kuongeza baadhi ya vitu kwa design yake na nini, ili ionekane classic mazee. Kwa sababu sasa amehusika kwa design, ikabidi aongozane na Chike hadi kwenye hii kampuni. Sasa kampuni yenyewe ni ya Destiny. Destiny alipomkuta Osaze hapa aliwaka kishenzi yani, lakini akaambiwa mchizi ndo kahusika kwenye kila kitu na nini, kwa hiyo amekuja hapa ili aelezee mchoro mzima. Osaze alieleza vizuri kinoma kuhusu mchoro aliotengeneza na nini, vitu kama hizo mtu wangu. Baada ya kikao kizito, Destiny akampa kazi Osaze mazee na akamtaka aanze kazi rasmi Jumatatu na nini. Mwana alifurahi kishenzi, unaambiwa. Jumatatu ilipofika alifika mapema sana Osaze. Si unajuaga tena ukipata kazi ambayo ulikuwa unaisubiria kwa muda mrefu na ikizingatia una kazi, lazima ujitume sana. Sasa mida fulani hivi wakati Destiny anaongea, mchizi si akamkatisha. Ilikuwa kosa kubwa mno mazee, maana bibia hapendi kukatishwa akiwa anaongea na nini. Akaambiwa kesho licha kuwa ni weekend lazima aje kazini. Wakati Osaze anatoka akakutana na James. Mwana akamtazama kisha akampotezea tu. Noma sana hii. Huyu bibie anaitwa Frida, ni binamu yake Destiny. Huyu anadharau kinoma watu, na dharau zake huwa anazionyesha waziwazi kabisa. Noma sana hii. Sasa Osaze kuna kitu ameanza kukihisi akiko sawa kwa mpenzi wake Destiny, lakini Chike akamtaka azingatie kazi yake tu, aachane na mambo ya watu na nini, la sivyo atamfukuza kazi mapema sana. Sasa kuna dili moja kubwa sana ambalo James amelitafuta, na kama hili dili likikubali tu, maana yake atapata faida kubwa mno bibie. Basi bana, baada ya maongezi marefu, James na mwekezaji wakatoka pembeni. Wakiwa hapa wanaongea, Osaze akawaona mazee, ni kama kuna kitu wanapanga hivi hawa. Noma sana mazee. James akawa amemwona Osaze, ikabidi wamfukuze na nini, hakutaka kabisa wasikie wanachokizungumza mazee. Sasa hawa watu wana mpango gani? Tutajuaga huko mbele mtu wangu. James akawa analipigia chepua sana ili dili na nini, akasema kama likikubali tu basi watatengeneza pesa nyingi sana. Muda huo Osaze alikuwa anawasikiliza tu, hana imani kabisa na hili dili mazee, anaona kuna utapeli tu hapa. Basi bana, baada ya muda Osaze akaja ofisini kwa Destiny, lengo lake amwambia utapeli ambao unataka kufanywa mazee, lakini akaishia kumuuliza kama amekula mchana na nini, wakati anajua kabisa bibia amekula. Noma sana hii. Mwisho Destiny akamtaka afanye booking ya vyumba viwili vya hoteli ya Abuja na nini, maana wanatarajia kusafiri kwenda huko muda so mrefu sana. Kweli bana, Destiny na Osaze wakaanza safari kuelekea Abuja kwa ajili ya kukamilisha dili la kununua kampuni ya tech mazee, na hili dili litagharimu kama milioni 500 hivi. Lakini muda wote huo Osaze alikuwa na wasiwasi kuwa huu ni mchongo wa kitapeli tu, na anayemzunguka ni mpenzi wake James, lakini Destiny hampi nafasi kabisa Osaze ya kumsikiliza mazee. Noma sana hii. Sasa mhasibu naye alitia ugumu sana kutoa ile pesa, maana ni pesa ndefu mno, lakini Destiny akakomaa anataka kuinunua hiyo kampuni ya tech na nini. Kinachomsumbua Destiny ni kuwa anamwamini sana James.
James. Mwisho mhasibu naye ikabidi akubali tu kutoa hiyo pesa. Basi bana, mida fulani hivi Osaze akamwomba mshikaji wake Chika msaidie kuichunguza hiyo kampuni na nini, lengo ajue kama ni kampuni ya kweli au ni matapeli tu. Lakini akili ya Osaze inamtuma kabisa kuwa Destiny anaenda kuibiwa hiyo pesa. Baada ya muda akampigia simu Chike. Mwana akasema kutokana na uchunguzi aliofanya ameona hiyo kampuni ni ya matapeli mazee. Noma sana hii. Taarifa akazipata Destiny. Ikabidi amuulize James kama ni kweli na nini. Mwana akawa anajitetea akasema hawezi kumwibia kabisa Destiny. Wakati mabishano yanaendelea, Osaze alikuwa zake hapa nje anasikilizia tu. Destiny ndo akagundua kuwa mchizi naye anahusika kwenye huu wizi mazee. Ikabidi azipigie mamlaka za uchunguzi ili kuripoti hili swala mazee. Mwana akawa amegoma. Anasisitiza kabisa yeye sio mhalifu. Noma sana hii. Pale pale Osaze akawa ameingia. Akamtaka mchizi amrudishie bibia simu yake na nini. Akauliza utanifanya nini kwani? Unataka kunipiga, si ndio? Nimewapigia EACC wanakuja kufanya uchunguzi hapa. Mchizi kusikia hivyo tu akatoka kupungwa upepo mazee. Alikuwa anasikilizia mamlaka zija na nini, lakini ndo akasepa mazima hivyo. Na Osaze alilijua hilo kabisa kwamba mchizi akitoka tu nje ndo amesepa mazima, unaambiwa. Noma sana hii. Kumbe Osaze hakuwapigia EACC wala nini, alitaka kumzingua tu Mwana na nini, maana alitaka kuleta mbwai hapa. Sasa kutokana na kile ambacho kilitokea, bibia akaja kupiga pombe ili kupunguza mawazo, maana kidogo atapeliwa milioni 500 na nini. Cha kushukuru ni kwamba akashtukiwa mchongo mapema sana. Destiny akamshukuru kinoma mchizi kwa msaada wake na nini. Wakati huo huo alikuwa amelewa, kwa hiyo hata ongea yake tu ilikuwa inaonyesha mazee. Sasa kuna muda ukafika hadi Osaze akamkataza asiendelee kunywa na nini, maana kalewa sana. Mama akapambana kinoma na bosi wake pale, maana akilewa bosi anakuaga mkorofi kinoma, anarusharusha miguu, anapiga makelele, yani ukorofi wake haupimiki mazee. Osaze akapambana akamleta hadi chumbani kwake na nini, lakini kutokana na pombe ambazo alikuwa amekunywa akamtaka mchizi bana. Bosi anamtaka PA wake huku analia kabisa mazee. Lakini Osaze akasema kama nikilala na wewe hapa kesho asubuhi tu utanifukuza kazi. Mwisho bibi akamruhusu Mwana aondoke. Mchizi akamweka vizuri kisha akawa ametembea mazee. Asubuhi na mapema Osaze akaja chumbani kwa Destiny akamletea supu kabisa, maana jana usiku alilewa sana, kwa hiyo atakuwa na hangover mazee. Akaambiwa jana baada ya kulewa alikuwa anamwimbia kila mtu hotelini, yani alikuwa anapanda juu ya meza na imba na nini. Basi alikuwa anashangaa kinoma, alikuwa ajui kabisa kila ambacho kilitokea jana usiku mazee. Wakati wanarudi nyumbani, Destiny akamtaka mchizi asimruhusu tena kunywa pombe na nini, maana akilewa tu anakuwa kama kichaa hivi. Lakini kuna hali ya upendo ipo miongoni mwa watu wawili mazee. Noma sana hii. Sasa kwa mara nyingine tena Destiny akatoka dina na Osaze. Akasema alimueleza baba yake kila kitu ambacho mchizi alikifanya na nini, kwa hiyo akapendekeza kumpa nafasi nyingine kwenye kampuni yake na hata fanya kazi kama PA tena na nini. Noma sana hii. Mchizi akashukuru tu kama akibadilishiwa nafasi. Kwa sasa Destiny amebadilika kabisa, sio mkali kama ilivyokuwa zamani kwa Mwana. Osaze naye akawa anamletea hadi msosi. Basi Friday kwa kubwa mno naambiwa. Bibi hata kama akiwa na kazi, akimwona Osaze tu anabadilika kabisa. Roho ya upendo imeanza kumtawala ndani yake na nini. Noma sana hii. Washikaji wakawa wanatoka pamoja, kifupi mapenzi yameanza kuwaendesha baina yao mazee. Sasa leo wakati wanatoka, Elena si akawaona bana. Na ukumbuko Elena anampenda kishenzi Osaze, kwa hiyo ikabidi aanze kumfuatilia mdogo mdogo. Bibi akamfukuzia Mwana hadi ofisini kwake na nini. Alipofika tu hapa akawa anamuita Osaze mpenzi wake. Mwana akashangaa kinoma, huu upenzi umeanza lini? Sasa chanzo cha Elena kuja hapa ni kwa sababu amemwona na gari mchizi. Mchizi akauliza gari gani? Kwa sababu ya gari ya madamu wangu ndio kimekufanya uje hapa, si ndio? Elena akaomba msamaha kwa kumfukuza mchizi na nini, lakini mchizi hakutaka kabisa kumsikiliza. Wakati wanabembelezana hapa nje, Destiny akatoka mazee, akasikia kila kitu. Elena alikuwa anasema bado anampenda sana mchizi, lakini Mwana haelewi upendo gani huo na hawajawahi kuwa wapenzi. Mwisho sasa akamfukuza kabisa bibie na akamuitia na walinzi ili wamtoe hapa. Elena ikabidi asepe tu, hataki kabisa kudhalilishwa. Destiny alimind kinoma. Mchizi akaja kumuomba msamaha kwa kila kitu ambacho amekiona na nini, lakini bibi alikuwa mkali mno. Mchizi akasema sio mpenzi wangu yule, ni ex wangu tu. Sijali. Ndiyo unajali, ndio maana umechukia. Mimi ni bosi wako Osaze, kama ningekuwa nimechukia ningekufukuza kazi sasa hivi. Nakupenda. Mwana akajichana kwa mara ya kwanza kwa bibie. Destiny naye anampenda kinoma Mwana, lakini ndo vile tu wivu hauna mwenyewe mazee. Aliona wivu tu hapa. Sasa leo ni siku ya birthday ya Destiny. Osaze akampa zawadi ya ua Destiny na nini. Basi Friday kwa kubwa mno. Sasa Destiny akashangaa, mchizi amejuaje leo ni birthday yake? Lakini akahisi pengine Esther itakuwa kamwambia mazee, maana Esther anaijua vizuri. Mwisho bibi akasema leo anataka kutoka na binamu yake kwa ajili ya shopping na nini, kwa hiyo baada ya hapo tu wataenda mahali yeye pamoja na Osaze ili wakaenjoy
kuenjoy mazee. Mchizi naye akawa amekubali. Noma sana hii. Baada ya muda kupita, Destiny akarudi na binamu yake. Binamu yake kashangaa kinoma yani. Huyu ndo anakutoa out? Kwa hiyo mna deti? Nilijua tu, nilijua. Hapana, usiwe hivyo. Huyu ni Osaze PA wangu. Amekuja kunichukua ili nikakutana na deti wangu ambaye ananisubiri mgahawani. Kamkataa mchizi mbele ya binamu yake mazee. Sasa binamu yake alipotoka tu, Osaze aliumia kinomu na mbiwa. Akaona kama amedhalilishwa hivi na nini, kwa hiyo hata deti ikafia hapo. Destiny akasema alipaswa kudanganya, maana binamu yake ana mdomo mchafu sana, anamjua vizuri mno. Hiyo haikutosha kabisa kuwa sababu kwa Osaze mazee. Mwana akasema wanapaswa kuachana kabla mambo hayajawa mazito mazee. Osaze alikuwa serious vibaya mno. Mwana akaja kuomba aache kazi na nini. Hiki kitu hadi Esther kikamshangaza sana. Kwa nini ghafla hivi? Lakini hakuambulia kitu kutoka kwa madam, yani hakuambiwa maelezo yoyote yale. Sasa Destiny akaja ofisini kwa Osaze. Mchizi akasema, nilipokuambia nakupenda nilimaanisha hasa. Bibia naye akakiri anampenda Mwana na nini. Noma sana hii. Akaomba msamaha kwa namna ambavyo alimtambulisha Mwana kwa binamu yake. Mwisho penzi likarejea tena. Ndege wawili wakapendana hapa. Hauwezi kutenganisha mapenzi ya watu ambao wanapendana, na kama Mungu ameandika kwamba utaishia na huyo mtu, basi hakuna mtu ambaye atakuja kutenganisha penzi lenu. Mtadumu milele na milele. Na huo ndo kama mwisho tambala hili mtu wangu, linaitwa Perfect Assistant. Mimi naitwa Rio na hii ni Zurio TV. Usiache kusubscribe, kucomment, kushare na kubonyeza alama kengele ili uwe sehemu ya familia hii kubwa. Hadi wakati mwingine.